Si imetosha? Mungu awabariki sana. Sasa mkae, msiondoke, tutawachunga mpaka waondoke. Akoti Karo. Okay, Karo. Leta kati. Okay. Hii ni microphone, hatuna microphone ile nyingine tena nayo kwa kiwanja. Kwa hivyo atukethia na omuntu atwire marieto yawe na atwire kanisa raumite na nito ntureire au. Hiyo atiko wana? Yes, kutokandia na mami. Kethia kanisa. Ndio, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shetani asindwe. Ginya gango bwero renge nde mono kimbo impitete yambo toria Yesu. Kemenyani manda motoria tuimo Kenya na Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa mbumete era turare tu kumadebune ya Kalibari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa Kalibari. Na ukuamua kuya Sabato. Ukuamua kuya Sabato. Ukuamua kuya Sabato. Ibo bana wamukaribisha. Yaani wale wasikii Kiswahili amesema ametoka kanisa inaitwa Calvary na ye ameamua kuja hapa. Kulingana vile mlivyoambiwa huyu ndio mama ya pasta. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mama ya pasta na pasta alipoamua kukuja, alipoambia wale wengine, mama yake akasema ukweli imepatikana na mtoto na mimi nafuata. Asante sana mama. Mungu akubariki sana. Praise God. Amen. Praise God once more. Amen. My name is Lilian Yateri and I'm senior lecturer. Praise God. Amen. Kanisa mbumete Kalibari na anda uri amjadira uma. Amen. Amesema pia ametoka Calvary na ameamua kufuata ukweli. Sasa nafasi tunampatia pasta pia achukue dakika kidogo naye aweze kuzungumza, alafu tumalize, alafu tufanye kitu ya mwisho ndio waweze kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Unimbita wa Pastor Morris Alaine tumwanje sona mnerete. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini unonto imenyete omante kadieto pastor ritongo muno kuaka mbere tiro sana. Bila mbere tiro tutoro mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Inyanga ito pastor nangatha ntena mathiri ya pastor yurongo. Bwana Yesu asifiwe. O mwankambi ate watu wa mwathani kenda mithani pastor wama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uni mbere ya mbajiria manto ya kwaria na ndoba kwina kaita kange mwathani Mulungu ansukumite muno ndire andaliunga kanisa ene ndi kuliunga indachokere ringi ndira itanaura ndiwita indendelere na ntumiri tusandi ndiwita ntumiri sandi indendelea kwira antu ntuku ya mayongwa Isabato. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Antu ndendelea overa mwanke itarakinya mwathani Mulungu araria ndene kwa ambira kithima kia turika ndene ya anja yetu kithima kina ruru wingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kithima kiu onto mwathani atare ompa ufunuo ikeire kuyoturika we kuturika kanisa niye kuyoturika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Enye baba konwe na ono to manto ya kithima kia mauta na kuyoturika nja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ikeire kuturika kanisa ni aturikira. Bwana Yesu asifiwe. Thibitisho ya manto yau mwathani Mulungu na kinyire ita ndi kwa kuthama kanisa ndaria ntodaria Sayuni ndeta Kalibari kenda majirani ya bona ndini huyo ikwanjia na ndini huyo indetire mwathani Mulungu arakinya ita andetera yani kiroto ni andetera kanisa ndaria twina ndoa arutere ndetera ndoa ira kirotone indone ndi kurwa muthemba sana ndoa ira na ndombana ndikumana nacho ndachoka ndiromanwa na kanisa nene yana oya yongwa ni yongwa antu wa Mulungu itu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ni yombi yongwa ndomanwa na kanisa ya ndiko Mungu atirongwa ndomanwa kanisa ya ndo ndombane pwe andombane tu abote atwarendene tulikuwa nje tutukarome tukiri tukarome ara ndao mano antu baingi gwitikia bari kithumba kia no ndiko manu nabo ndachoka ndona antu bara ngora hapo nontu urantongoretie maguru wa pastor na kiremba ndona awita akubura sana kungenta sana ndo onde tu yawi athira yakuthira indaonere ndi kanisene irambakite tandi wa kanisa tandi kuri ndi kuri kanisa ndo mwathani ambone ndi kanisene era ndi
ira ya tungurumiria amboni ndiguo arombo ndiguo popika nende kanisa neundi uni tukwani yani atika batukwani kwa ndo atika batukwani bairegrete saindi berete bamurango na ora ende kirungua mwathani sauti ya mbira era andu bau ibaluke bailele saindi yengi ndera antu alukeni boregere saindi yengi byaluka beko aluka igwana kiundu taira watua Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuonania ate nara antu batura ikiundune lakini ngobaratera weru wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na nende ivyo bitumite ubona mamioko banjia kwerirwa mantu ya mwathani na ngai wengo mwako tangui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwao uninte ya hudhuri kirungo mwathani wengo mwantumite kontu bukone no chamba Bwana u. Bwana Yesu asifiwe. Na kintu kengi kenda bote kirungo mwantumite kirungo mwathani kwa peka ndaira mwathani baba uni Biblia mbere andiki. Biblia iko na Sunday ndo tandi kuma mando maingi kuna Sunday na kuna Saturday. Mwathani nkwenda murombire ntuku ya mayongo niriku. Ntukwira ntumiria njele lu baura. Woni mwathani murungu antwaria woni aria na mami okwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ntairite mami okwa thigariu. Antwaria na nini ngwa aria na mami okwa tuku mami okwa arare kwa aria na kirugwa mwathani tuku bonde maga gwake. Ayo ko are yakwa kwa ndo magoro kwa. Are yarambira. We ndakekwa no mwathani murungu ambirire wonu abukirie uraikia mutonyo kwe nyumba ya kimirwo etakuya ende mwathani akore wirire ndamura ni mama mi ndafuthie makosa ndu ngairira onto dini itarira yama achoka ambira kindu kengi mwathani na ambirire nkwire sabato ni ontu kuyama nuguba ambira ambira nkwire sabato ni ontu kuyama na ndamurite ndani ndamurite ndate irio undonero bo ndabaire ko mwathani murungu agutangwenja muno ntuni ntakurite ndatu ndaria mwathani na murungu yawe ngwakwira ko ndo mwathani aria nawe karia kenda maguru kwa ikono ndukia kwa maguru kwa atikitikia lakini kirungu yangu akwaria ndene yambi ya mami okwa Bwana Yesu asifiwe. Ko kuni mwathani murungu antumita Bwana Yesu asifiwe. Acho kama mami okwa mbere mbira u urone ambira uni nkona irinya rinene yarugite ndi irinya riu ondu yaruginde karete ari kwa rugandire kyaruka na ari thare kyarama irinya riu ondu kwa rugandire kitara kyarama ndeta ndona muicho irinya riu kwina ikwachi kyari ndene ikwachi kiu nakyo ikiatuki ikwachi kiu ondu kiatuki yani ikiatuki obura ndete nya ithathia ikyarama yani akere Bwana Yesu asifiwe. Obika nende ndi yakyo kwina kakwachi kaindene kawete ndi kaina nkanya na inya sana kari gwajikitune nukumenya irio ndamweleza nkamwira we irungo mwathani wako ndo konie kwachi kiriu kyo kona kiriu ki ni utetero kona ru utetero rebi utetero buguru wande utetero tiagirite lakini ro kona rwithiro ende iro utetero dada iro agirite nyo siri mwathani okonia kwina siri ndene au siri yithi Bwana Yesu asifiwe. Kwao nibwo nteto cha mwathani kayo yau yangi twatumiria na ura nontu wa matata tafadhali. Asante. Hadi mweni. Karibu sana. Ende kabla batira umau ti mantu ameya nontu bako ya kanisene. Ibana boy tayari kubakaribisha. Rasmi. Mungu abudalime sana. Alafu mkienda bwithira bwina antu bako bwithe kintu kitwa follow up. Bwithira bwina achore menya antu ibarali na achore na aratibu. Kana nata nguo bweloi. Batira na achore. Na eno tibarali na achore tukienda tona kile pastor ethere na kuruba uginya baile batatu barwa menyimeke barwa gwa baitayari. Rira ke reno ndo muinyite na chale jire na cio abaringira thimu bakaraniria tibo. Ne kuru na bobe. Ndo kanisa ate ne kuru. Ne kuru na bombe kia komosha uri bobo ya mamiu. Na baile batatu barwa kuichi gwa baitayari bethere beno ochore bubweru. Kenda beta na mbere omwaka be barwa menyimeke. Ndera wira bara aranyuma bara na ari muyo bari tangwe inkwenda bangi bara kuijiwa no bari tebake bakarwa manyume pastor u ari ngwira akuruti bara bai mwaka yo ndo tumira kanuni ni agoro bongo ikirinjala imoru kweni lo njala yuma be bara manyumeke
twatanĩte na bara batwĩrĩra na batũmĩire nĩ nyara moko bakabuithia bola kou na kwĩna youth tiguo gũtĩ na arĩ bantu kĩyo batĩguo bara ombĩgĩ tũmochore nwe na bamwĩra sabato ibo tũria na itũria na youth kana bũtĩ youth yenu nabo baritana bora bwina andũ bocheke sabato mea baibamenyerete ndũ rwĩmbo rwa bene rũba tebwinĩre na rwĩmbo rwa chenu chite kanya ende kaba kairitana lũi bare ome aya ndende akũrũ bambere be baramenyime mũkũrũ ũngĩ bamwaya ushauri kwa mantu ya kisabato bakwiritanĩria ankua George akarema no ndĩrĩ waita na chore mũgĩria yaro ameao muntu ethire no ntu nya bũrĩ kũ nya kuju paso mea aitwa unire ire Sunday arenda ire Saturday inda ina ndo baingi muno be bambire kwi paseta wa kiunyoro fungo pero ira ana nyumba ko ntethiri muliro na muliro nyani mbere dio mojonto inda mojuete ndugu ngende ari na lakini kaurite na nuo tumire ndwama ende una kwenda nwe muliro bangi kou George ara unge sai moyo mundu auraka goria wote waumbire ru ari ndwamea sai mundu aura kagoria na wire alafu kwenda guru baili bara kamo guru inya na bamwire na inya bari Sunday ebe baba na experience ya Sunday na baba uchiaro gure kana abo bauga rugo baba jare imani ne batijuru baguma gyomya koyonge otonge ode magoro ngombe ya kona loi akino jare likoe tukwaya rende kanya ka otonge otongo lo magoro mbika kuya kurwa mao ayo isilia ngia ikweru are sisikam alafu ngwenda wanayuthi wakati kwenya bwinthe tebuo bantu kieke ende burwame buye ante aunto changura njenda bwetha bwe barume bwe bare bumurere kichabato tebuo aya mukuje ndio wanayuthi utebo wote wanayuthi bambike kuona baromana na mwanayuthi mwenzao karo agethare automatic karo na rie na ara ura ni automatic pau atebo ari mo baritana ende bo ni automatic ya ntururia bangeni nonge lo ye ya join wanayuthi ba kabo era ibua eru are aya yani bwembile lo buto wala lu en ko ndi wa wanayuthi bara bambikia kuya bakarianira na mwanayuthi ubeya to mongo de ora agua bo nabo ndugu antu bajamana ginya thimu no thimu ya murera twendelete sawa auto aturekeria au kwou tuchukira mathani marungu katho no ndubangu antu baiba kuitaji support yetu tebuo loi kwou tubawate njara tubarwamie nya bato torwamerue ngũthĩkia andũ baingĩ baratumĩte makanitha-inĩ Sunday twarĩ na choro baingĩ batwatĩre ndene sabato nĩkenda twĩtate kenda tũrwama kũu Elder Samuel tuombe alafu ndio tuweze kuingia katika kipindi kingine.
Amen. Mnaweza rudi. Lakini ndake ileta Anaweza kufanya ango logura ango bai na kutola yeteleo Andre mwita mkia wanaweza kufanya unipo na ndipo ndonele dinambo na kwa ile hii kona mungu ndongome amwite na mete wana mwali wadi tania kana amundu na mekana na nyamo Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya hayo ambayo tumeweza kupitia. Si ni kipindi kizuri pia? Twana twego loi kana tukubongoza weru ari. Lakini ndo bongoria lailo watiri yangawa impara. Paturanya sabaturenge ndone ba mumilia mwanka madhare ta kurela kwena ipindi kithomba no muntu aria wasiwasi. Nya oni ntina wasiwa. Untu boyele nyumba itira tutathwanie wikira tha niwe kaira ntu para tebuo. Uende uti manto agwile lama madha. Trombeni. Murungu baba mwene nya yonde baba kaito shokera nkatho ntu akutora mana atwi. Tukuribo kana ntu bakwithira we mutongoria wetu. Ani kwithira mathani baba no ithirite utumbithitie na watwa inyeku. Papa twita na mbere kwa rĩu tũtoro waku rwa mathani twete kulukira kirundu aku mutheru tukuromba tutongorie tume kwa rĩu ndeto ciaku na ciumba tuturane na twa moyo kenya na Kenya ambirania amana atwi ringithia na betu ringithia aciari betu ringithia antu bonde bara mathani baende na gikaro ki nkuruki mathani baombe kwitha boiru tukirundu aku mutheru nikenda bakambirira tutoro waku na nkuruki tuturane na twa moyo kenya na Kenya ritu na Jesu Kristo mathani twa mbara cokio ngatho. Amen. Bado tuko na imbe sana. Tuko na imbe mbi sana. Nyako tuko imbe kukarekeria uteu. Lakini tuko imbe mbi sana. Mea sana kiongela orito bondo. Tebuo? Ukia kuthoma ruru ono roto ana ndina ruo. Ukia kuthoma nene ukura Danieli 3. Kamwalika mbere. Mwaka kamwalike 14 itukwithira nthaka 3. Nthaka 3 kajieta nthaka 3 lakini bari ana banini sana. Oyero kuma thiguru yo baraita mwanga thiguru ya wakalindayo kuma Jerusalem. Bwana Yesu asifiwe. Mwana akiriwe. Mwana wa kurera akiriwe na mujiari anengero mwana areke kunengera ana. Bashugulikira bode baginyagu. Wakamatithie mwana ataginya itarawe mwana. Igo kumestyle yake. Ari rasana wa muturi ome kenda atikeo tutanga. Ndene Danieli 3 turile na tukethira kwina ana bathatu na ana ba boyerwe baraigwa ndene nthiguru ya wakalindayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndene Danieli 3 buketa kuthoma bara bathoma tuntu ba mathai ruono kwaya na tibo loi. Awe tukuthoma uterono. Aguthoma tukathoma na inya yarange nkuritana te antu banene ya antu bonde. Lakini ankwaya na rono rino ritani. Nukuritana na antu bane. Nito nukuritana antu banene. Baba rwamirire imani ni ana bana bathatu. Ukia kuthoma nene Jeremia 25 ireta na mbere ya atwira baitire Nebukadnezar na mbere Jerusalem na Jeremia 52 etire Jerusalem aroya antu bonde anene na antu bawe bonde areta nabo amwe na ana tebuo. Lakini turona nene Danieli 3 ntomere yo mwambirio karo na thekua tutaro mbere na inasema Nebukadnezar mfalme alifanya sanamu ya dhahabu. Nebukadnezar munene aragwethia sanamu ya dhahabu ambaye urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60 na yale no yabura hasa na mafuti 60 na upana wake dhiraa 6 na kwara mafuti 6 kwa hiyo yale na futi 6 wali ibu bwana umeenda futi 6 lakini video euro 60 uko la bongo loi ya ura ya boko kumanza vitia kwa nene na atibu
wari bwana uriku sanamu yale wari wa futi 6 ara miaka alafu akaisimamisha katika uwanda wa Dura na areo miaka ara miaka ke Rwanda rwa Ndura wa Dura katika wilaya ya Babeli. ndene district ya Babeli. Ndipo Nebukadneza akatuma watu kuwakusanya maamiri Nebukadneza areta augurania antu bara bothe bari ntheke kumora munene kwinama mwanka machabuchibo guteko labura utongori baruto bukari araruta muri aragwende kwinama u antu bothe ibathikire sanamu eu lakini tukwilela tukaona ndene ya Babylon ikware na munene wa Israeli uro wati mateka aetawa Joakimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jeremia 52 bote muona Joakimu munene wa Juda. Ndene mwaka wa mbere ya Nebukadneza aetawala tukuona Eveli Moredaki ai murita korokorone tebu tukuona ndene Biblia. Joakimu munene wa Juda na are Babylon na are na wana wa kifalme na wangwana, lakini bothe Nebukadneza auwa bathathaiye sanamu ukakwena makuma kamusali kakenda iruwa Nebukadneza ekuwa antu bothe benamira sanamu antu bothe barena lakini kuraire no kurona kwena na bana bathatu bara batinamire sanamu eu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bari bathatu Danieli na atetherewe nondu na ataurire giroto ari obichine ende Danieli atiki yau munene kakwende munene akwinama na Danieli me nondu ene yero mamulaka akarire ndia mwana mfa ende meoru tero mfalme ndero munini okwa randu beta agweta kuinira ruto kakwende bamutavadi baina dawa ruto aringaringaro ina wakaita ada ona Danieli na akarinze ara lakini kinyake akwire nyawa tule maru ateketa ada atetulia na nyana bukadira atekiri buto ndo na menyere muntu aragena mirungu ete Tebuka wira na barombe murungu ndani lakini kuonekana vijana bange bathatu ona na murungu to Danieli yake ina murungu wa Shadraka Meshaki na Abednego. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iro kori atire to na babu bure airu are bochetha babu wechetha na joba jaroi kabuturi ome na uni ndie nyawe banju nduku eru are sanamu ke akwirwa ekurwa mukeni ne eru are ara lailoba ni ana bana obiga kurwama bako badu te menamira ibana ne akoro bana bena maira sanamu weru ari na ne bana eru are bena maira sanamu au were ukaro mantuko na kero kyagu kekea na uliza hivi siku ya leo ni watu wangapi wakubwa hata watu wazima hapa wanainamia wanaabudu sanamu na ni watoto wangapi wanainamia sanamu ambao imewekwa na wafalme na viongozi na wakuu wao ni wangapi si ni wengi ndio buri kiuria auliza swali ni watoto wangapi mitihani inawekwa siku ya Sabato wanaenda kufanya ni watoto wangapi wanaitwa tuition wanaenda siku ya Sabato sasa kama wewe ungekuwa Shadraka Meshaki na Abednego ungekuwa katika kategori yao hiyo ndio swali nataka kuuliza ni wangapi wako kazini siku ya Sabato akipewa komandi na mkubwa wake anaenda kufanya kwa sababu mkubwa amesema anavunja amri ya Mungu ni wangapi Kwa hivyo hadithi hii inatufundisha ya kwamba kila mtu aweze kusimamia imani yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana ndiye watire omuntu naromerera imani yao yawe. Ona mujari okuna kubwethia bobo wabwethe bobo Oboya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ona na kunanga Sabato re kaunambi Sabato. athekera Sabato nondo ne amuru. Amuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ewa makai mwathani Mungu abotharime. Amen. Wacha tuingie kwa mahubiri. Niliunganisha hii kwa sababu ya masaa vile niliona ilikuwa inaenda, nikasema wacha niunganishe kusudi tuweze kuendelea na mahubiri pamoja ili tuweze kupata kitu ambacho tuweza kujifundisha siku ya leo. Wimbo tuliimba ni wimbo namba 129, si ndio? Wimbo huu unasema kumtegemea nani? Mwokozi, si ndio? Nataka kutoka kwa umati. Fungu ya kukariri litoka katika kitabu gani? Hebrews, si ndio? Aha. Inasema namna gani? Hii ni sermon yangu. Unajua mimi tuko katika mood ya mahubiri huko. Mimi niko katika mood ya crusade. Sasa mafundisho yangu iko katika mood ya crusade. Ilikuwa inasema aje Karo, soma? Nasema tukimtazama Yesu
Torero tukiamutegera Yesu ama tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Bwana Yesu asifiwe. amen. Yaani tunashauriwa ya kwamba tuweze kumtazama Yesu. Torero tumutegere Yesu we urawaambĩrĩrie wĩtĩkio ndene yetu na ningĩ nĩwokarĩkia wĩtĩkio bũrĩkũ wenka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiakwethira nwile la Yesu wina kange kando utakubwirira kwawe. Yesu anasema ya kwamba hakuna anayechukua jembe anaamua kwenda kulima na ndume zinaendelea pande alafu aangalie nyuma anastahili kwa ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukakwile la ndora wote jembe kwa ng'ombe ikilima awatire jembe atakile la atakio tia njemu, si ndio? No arimana jembe ba arimana ndewe ibeji. Ijembe no mwango ile la ka loketerete kende weto kile mo kuthika boya no ntuka kwile la nyuma utema njemu. Ikuje njemu babu kweli kana uje tractor. Uje age tractor bore ile ma ndewa ni mani ti anji kendo ke tawan njemu te loi. Yani kuatere okawiji ora nyuma o no ugurie munda muguria o kona no tire gutugutere. Ene Biblia ni woke akwetha wa mwire kuthia ata Jesu mwilelewe nkano ntumwetagetie wetete atia niyo wetete yani Jesu nwetagetie ku no ntunwambĩrĩrĩtie imani ĩrĩa wĩmĩo na no amĩrĩkia kuno magabilela Jesu tutikuilela antu bangi kana tutikuikompeanithia na antu bangi tutukakuilela antu bangi tukaura. Bwana Yesu asifiwe. Kuno magatuthia twina imani misani yeyo in Jesu ubati wichilela ukaichilela na kiwango ka Jesu rakakuichilela na kiwango kama. Alafu inasema aje? Alafu inaendelea kusema ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake no ntu wenu ntu bakwirukura kwekirwo mbele yake kuwati no wonoke no ntu antu bothi baurite nyakinya bara waina arome ka baurite na Mungu atena hasara we na hasara iwo ukara kukumana na ikundi kia Jesu kirakuonokania no ntu ukaura tu no ntu no aurire no ntu Biblia riwa konthe babithire meia na baetata baraura hukumu yono bwao omwana ni Mungu. Lakini Jesu airuta shughuli ya kweria ringi uchokia andu machoka jarene ciawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hivyo tukuona thai nkubwira twina kuirwo kwingi nundu Jesu aliwa ndene Yohana 10 akaua nina kondoo wengine ambao wako katika sisi. Na hivyo tukuona watu wiritwo ndu bara batibari banje toka beyete loi. Tokororia ba Jesu bukuira ba Yohana 10. Aliwa nina ng'ondu ingi tichore riboriku. Na iya choka cheza chie chore ribomo ni chamore rio. Bale bare zikiromba lakini thai ba mure rio. Umwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tumwangalie Yesu peke yake. No ntu wapa onere aibu hiki ndu kitiki ya maana anaona kama mudhara bene ngakwa lakini antu bonoke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hivyo tutukwirwa atiri no mwango mtu airitane na njuno ya yukura mathayo mugwanja kamwandika 24 mwanka 29 na tekua ile tene kaua ikata nambara ya twira atiri ya turone ne Mungu ibukwa nene na mwaki ura wakire ko bora muntu mubundi kwa waka maisha yawe dada wewe aleta nambara akaua we mubundi kwa waka karakter ku. Bwana Yesu asifiwe. Karakter itabia ute muntu tabia njia tabia katugwethakia no ndu tawire meiyene na okumu wa Mungu buraita atia buraura tibo okumu wa Mungu buraita atia orere ko muntu mubundi na no waka wethero mwana we mubundi ko waka maisha yaku bobo yaka na bobo oi lakini aito ra bundi bana na bothe bawaka na nyumba karoma kako muntu te aka tabia ne roma loi mwamba te aka tabia yake ne karoma ya wamba na muntu moya nwe toka aka tabia yake nje ka thokoma ugieni chale wire mathago mama ya guthira tutimia kwendele ntende toka mirira nthima wewe ukameria ri kana njao ile onka itokwelana lakini kwa huu oibo no kwenda katolika kwenda kwenda ibo ndo raundi ile ngitukureite nondu mbere ntai tau kibungu kege raundi ile ngitukurete. Bwana Yesu asifiwe. Inkwenda andu barako bakathura baureite nondu ndikwenda thakaire itu okaraira kamwendera omuntu nathure aure kate no kamwe lakini to tukurete tukiagurete giki starende kyo kithingiragia twanitene ki giki kirawajara ki ture to turwami utithingia kanitha ndo kathikira tumirie kaita ura kabira ora muntu agirete njara o toronire te boloi ene to yega tutura turwami utimanta wegira njara ndo wegira jiro utithingia lakini vi boda okarete via guthingia ni to twara karindiga mwendera to no tukinyo mo guthingia
Ikana menderezo kana tutumeite vingi vya muthemba wewe bitina yeye wikira njara u uthe muntu wa tuthingagia nyeri orara. Kwa hivyo namaanisha ya kwamba Mungu ametuambia ufalme wa mbinguni unafanana na wajenzi wawili. Wewe ni mjenzi mmoja, mimi ni mjenzi. Lakini ni nini unajenga katika maisha yako ya umilele? Sababu kila mtu lazima mwisho atavuna. Bwana Yesu asifiwe. Ote muntu ndene ndiguru aciari ko ateketha. Ote muntu te arana aginda. Lakini aginda kaguga ketha eka muthemba yuku. Tukinde ito different lakini wako ote muntu ote mubundi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. No muntu na waka lakini biro waka no mwanka waketha. Na nene ndo buri tanana njira njaro eukuria Mathayo 7:24. Karo, hebu nisomee hapo. Kuna kitu nataka point nataka tusishike hapo. Mathayo 7 mstari wake wa 24. na Inasema basi kila asikiaye haya maneno yangu Jesu adua obora muntu uiba kwanza toti yakwa na kuyafanya kuyabwethia atafananishwa na mtu mwenye akili akaringaniza olokathikira toti ya Jesu akaringaniza na muntu enambi muntu enambi akili muntu ena akili eunte andikire ya akili lakini hiyo akili angone me andike hiyo akili nitaandikira ni kuandika si kuandika hiyo lakini hata hiyo wacha tuiweka katika orodha ya akili hiyo sasa tumeongeza akili si kuweka akili namba 6 nilikuwa na 5 hiyo nayo tutaangalia katika mahali ambapo itapatikana. Kwa hivyo ufalme wa mbinguni umefananishwa na mtu mwenye nini? Akili. Hiyo wewe andika akili. Hiyo weka akili. Tutaelewa akili maana yake. Endelea. Aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Achia hapo. Andika aliyejenga jengo. Hiyo andika tutaeleza maana yake. Alafu tena andika mwamba. Alijenga katika nini? Mwamba. Hii ni mahubiri lakini ya mafundisho. Naendelea inasema mvua ikanyesha mafuriko yakaja. Haya andika endelea. Mafuriko yakaja tembo zikamuma. Andika mafuriko, andika upepo. Andika mafuriko, andika upepo. Hizo vitu nataja uandike. Kwa sababu hizo vitu zote usipoelewa hizo hata usome hiyo kitabu haitawahi elewa nayo. Yesu aliongea katika mafumbo na lazima hiyo mafumbo yafumbuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kusaidika katika maisha yako ya kiroho. No mwanko elewe point wewe kenda umeoteza katika maisha yako ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Endelea inasema pepo zikavuma nimesema uandike hiyo wind. Zikaipiga nyumba ile ikapigwa. Kwa hivyo nyumba ilijengwa na ikapigwa na upepo, hizo tumeongelea. Isianguke. Haikuanguka kwa sababu ilijengwa na mtu mwenye nini? Akili. Ilijengwa na mtu mwenye akili. Kwa hivyo wajenzi ni wawili. Mmoja alikuwa na akili na mwingine pia alikuwa na akili nyingine lakini si akili. Alikuwa mtu mpumbavu. Akili yake ni upumbavu. Tutaangalia ni kwa nini yeye ni mpumbavu. Kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Nyumba yake haikuanguka kwa sababu imewekwa chini ya nini? Ya mwamba. Hiyo mwamba si nimwambia uandike hiyo roho ama mwamba, si ndio? Hiyo andika tutaeleza maana yake, Na kila asikiaye haya maneno yangu asiyafanye. Sasa huyu ni mtu mpumbavu. Yule naye anafikia hayo maneno na asiyafanye. Atafananishwa na mtu mpumbavu. Huyu ataitwa mtu mpumbavu. Tutaangalia upumbavu yake pia. Huyu akili tutaangalia akili yake, si ndio? Atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Andika mchanga. Huyu naye alijenga nyumba yake juu ya nini? Ya mchanga. Hiyo mchanga tutaeleza maana yake. Alijenga nyumba yake juu ya nini? Yule mwingine alijenga juu ya nini? Ya mwamba. Asante. Tuendelee. Mvua ikanyesha. Mvua tu ikanyesha kama ile nyingine. Mafuriko yakaja. Na si mafuriko tuliandika huko? Sio mafuriko tutaeleza maana yake, Pepo zikavuma. Na pepo zikavuma. Zikaipiga ile nyumba. Zote zikapigwa na hiyo pepo. Ikaanguka. Hiyo nyumba ilianguka. Nalo anguko lake likawa kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo kila mtu hapa ni fundi wa asili. Yaani unazaliwa kuwa fundi wa asili. Kile tunafanya ni kubadilisha hiyo asili yako ambayo ni asili ambayo ina uasi ibadilishwe ili iweze kumtegemea Yesu ijenge vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mtu anaweza jenga.
Lakini tunabadilisha ile uasili wa dhambi uweze kujenga, uwe na ustadi wa ufundi, ukitegemea fundi mkuu ambaye ni Yesu. Na mahali pa kujenga pia lazima ujue mahali pa kujenga. Ni nini tunajenga? Ni tabia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunaangalia kwamba fulani linakuja ikiwa ya mwisho. Katika ukiangalizo zote, kile kinakuja ikiwa ya mwisho ni fulani. Lakini nyumba inaangaliwa iweze kusimama. Sasa tunaangalia wajenzi. Ni nini inajengwa? Ni tabia ambayo inajenga imani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisomee kitabu cha Mathayo 15 mstari wake wa 8 na wa 9. Mstari wa 8 na wa 9 inasema hivi. Watu hawa uniheshimu kwa midomo. Yesu anasema watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Mioyo yao inakuwa mbali na Yesu. Na hawa niabudu bure, na ibada zao ni bure. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hao watu wanaomwabudu, kwa nini wanamwabudu bure? Endelea. Wanaabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hivyo wao wanafundisha mafundisho yaliyo ya nini? Maagizo ya nani? Ya wanadamu. Kwa hivyo ibada yao, kwa sababu si ya Mungu, Yesu hayuko hapo, ni mafundisho ya wanadamu, ibada hii inakuwa ya nini? Ya bure. Kwa hivyo wamejenga juu ya nini? Ya mwanadamu. Kwa hivyo wao kile wanachotegemea ni kutoka kwa mwanadamu. 13 inasema. Akajibu akasema. Yesu akajibu akasema. Kila pando asilopanda Baba yangu. Kila pando asilopanda Baba yangu wa mbinguni. Kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Ati hapo. Kintu kira kiaki kite anjiriritwe ni Baba wewe. Kiaita hata yafurwa. Alikuwa anaongelea nini? Imani. Rudi mstari wa 6 usisome. Mstari wa 6 Yesu alikuwa anaongelea Mafarisayo, walikuwa wanafundisha maagizo ya wanadamu wakiacha sheria ya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo imani yao ilikuwa imejengwa juu ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kile kinachojengwa inategemea inajengwa kwa misingi ya nani? Hawa Yesu alibishana nao kwa sababu walikuwa wanajenga kutokana kwa mwanadamu. Na wanapojenga kutokana kwa mwanadamu, imani yao inakuwa ni bure. Kwa hivyo tunaangalia kwamba Biblia inasema katika Kwa hivyo tunakuja kuangalia mchanga ule mjenzi aliyojenga mchanga alijenga kupitia nini? Nataka nisomewe katika kitabu cha Yeremia 5 Yeremia 17 mstari wa 5. Yeremia 17 mstari wa 5. 17 mstari wa 5 inasema. Bwana anasema hivi. Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Na anamchukua huyo mwanadamu anamfanya ndio anayeweza kumkinga. Na moyoni mwake amemwacha Bwana. Na huyu jamaa moyoni mwake amemwacha nani? Bwana. Amemwacha Bwana. Huyo mtu amelaaniwa. Amejenga juu ya mwanadamu. Mwanadamu tunataka kuangalia sana. Mwanadamu ni nini? Mwanzo 3:19. Tuangalie mchanga. Mchanga ni nini? Mwanzo 3:19. Mwanzo 3:19. Inasema, kwa jasho la uso wako utakula chakula. Adamu, kwa jasho lako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi. Mpaka utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Mpaka utakaporudi kwa mchanga uliotwaliwa. Kwa maana tu mavumbi wewe. Kwa maana wewe mavumbi. Nawe mavumbini utarudi. Kwa hivyo wale waliojenga katika mchanga walijenga juu ya nini? Ya mwanadamu. Kwa sababu mwanadamu ni mchanga. Na kile ambacho Mungu hakuanzisha kitang'olewa. Wale wanaojenga juu ya mwanadamu wanajenga juu ya mchanga. Ya matumaini yao wamejenga juu ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnanielewa lakini? Mnanielewa? Kwa hivyo wewe kama wewe ni kwa sababu kila mtu automatic ni fundi. Unajenga. Tutareria barabara nyumba hii, barani abudi bako boma te bato kwa reria. Alio kwa kujenga tabia. Ndo mtu toa kujenga tabia. Na ujenge nje ana kujenga ukajenga mbi. Kitu kingine ambacho tunaweza kuangalia.
Kwa hivyo tumeangalia tukaona ya kwamba wale wanaojenga katika mchanga wanajenga katika wanafundisha, wanategemea mafundisho na maagizo ya wanadamu na wameacha sheria ya Mungu. Kwa hivyo tunaangalia upepo. Kwa hivyo tunaangalia kila mtu alipojenga, kile kilikuja kupima nyumba yake kama iko sawa, na ili aweze kusimama lazima aweze kuwa amesimama. Kupima msingi wa nyumba ama imani ya mtu. Waefeso 4 mstari wa 4. Waefeso 4 4:14. 14. 14 inasema ili tusiwe tena watoto wachanga. Anaomba sana Paulo tusiendelee kuwa watoto wachanga. Kwa hivyo ngoja usiende bio. Anaomba sana tusikuwe watoto wachanga, tukomae. Tule antuba bakomae tetebo. Antuba kumbikia kuresistimando. Tukitupa huku na huku. Tokea la wanjira na range. Na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu. Na kuchukuliwa na kila upepo. Upepo ni nini? Ni elimu. Kiingereza inasema doctrines. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upepo wa kila mafundisho. Kiingereza inasema doctrine. Nani ako na Kiingereza? Ya Kiingereza mwingine ako na Kiingereza? Kama Kiingereza. Tusiendelee kuwa watoto tena. Tuweze kuweza kusimama, tusibebwe na kile upepo wa mafundisho. Kwa hivyo mafundisho yakikuja, kama wewe si mtu wa Mungu, uko imara katika neno, yanakubeba, lakini unafaa kusimama imara, ukisimama na ukitegemea neno la nani? Na ndio tumeambia kwamba tumtazame Yesu mwenye kuanzisha imani yetu, na pia ndiye atafanya nini? Ataweza kuikamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes, aweze kuikamilisha ndani yetu. Kwa hivyo tunaangalia pia, tunaona kwamba mwamba. Kwa hivyo wajenzi wengine tunaona pia huyu alijenga katika mchanga. Tukasema mchanga ni mwanadamu. Ama mafundisho ya wanadamu. Ama anategemea doctrines za wanadamu. Huyu amejenga katika mchanga. Tumeelewana hiyo? Sasa wale tuangalie huyu mwenye akili naye aliyejenga katika mwamba. Wakorintho wa kwanza 10 mstari wake wa 4. Tuangalie wale wanaojenga juu ya mwamba na wanajenga juu ya nani? Wakorintho wa kwanza 10. Wa kwanza 10 mstari wa 4. Inasema wote wakanywa kinywaji kile cha roho. Walipokuja wakaamini, wote wakanywa kinywaji kile cha roho, kwa maana walinywea mwamba wa roho uliofuata. Walinywea katika mwamba wa roho. Kwa hivyo haya mambo tunaongea ni mambo ya kiroho. Walinywea mwamba wa roho uliowafuata. Maana ya mwamba, endelea inasema na mwamba yule, si yule, mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Wale waliojenga juu ya mwamba walijenga juu ya nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo yule ameweka imani yake ndani ya Yesu. Hata shetani akuje na kabuti ya nyeusi hawezi mtikisa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana? Lakini kama umejenga imani yako ndani ya Yesu, utakuwa kama Paulo. Sisi tulikuwa tunasoma Paulo wakati wa lesson pale nje. Tunaambiwa Paulo alisema kama kuwa ndani ya jela ni kwa sababu ya kutumikia ukweli, wacha nikae ndani ya jela. Au ni wale wamejenga ndani ya nani? Ya mwamba. Na ambao ni mwamba ambao ni nani? Ni Yesu. Hao watu hawawezi bebwa na upepo, wataweza kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio tunaangalia, tunaona ya kwamba kuna kitu kingine ambacho tunaangalia hapa. Hii inahitaji tuweze kusoma. Kuna fungu moja nimepata hapa, nataka niwaangalilie. Inapatikana katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 12:32. Wacha niwaangalilie hapo. Hebu niangalie 12:32. Wafalme wa kwanza. Chronicles. Second Chronicles. Nyakati. Tuone watu wenye akili. Nyakati 2. 12:32. 32. Hebu tuone kama ni hebu enda wa kwanza. Wa kwanza. Wa pili haina. 12. 32. Ndio. Ndio. Yes, tunaangalia watu wenye akili. Tunaangalia wenye akili. Na wana wa Isakari. Tunaambiwa kuna kabila moja ya wana wa Israeli ilikuwa inaitwa wana wa Isakari.
Watu wenye akili za kujua. Wacha kukimbia. Watu wenye akili. Walikuwa ni watu wenye akili. Tunaangalia kwa sababu mwenye amejenga hapo wa kwanza ni mtu mwenye nini? Lakini wana wa Isakari walikuwa watu wenye akili. Tunataka kujua akili yao ni nini? Za kujua nyakati. Watu ni watu wanajua unabii. Wanajua nyakati na ni nini wanastahili kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo saa haiwezi wachanganya. Wanajua ni nini wanastahili kufanya kwa wakati. Maliza hiyo tusikie vile nasema. Ya kujua wakati. Kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200. Watu 100. Watu 200 na ndugu zao. Leo sijui ni nini mbaya. Yaani inasemekana walikuwa vichwa vyao walikuwa wahesabu ya watu 100 ngapi? 200. Lakini kuna kitu yenye iko hapo chini kwa sababu walikuwa na akili iko inawasaidia pekee. Kwanza wao walikuwa wanajua ni nini nawapasa kuwafanya. Alafu walikuwa wanahakikisha ni nini pia Israeli inastahili kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu mwenye akili lazima aweze kujua kitu inaitwa science of the time. Bwana Yesu asifiwe. Amkumbuki Yesu katika Mathayo 24 aliwaambia muangalie mtakapoona mtini na matawi yake yanapochipuka muinue vichwa vyenu kwa sababu kombozi wenu umefanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo watu wenye akili lazima waweze kujua nyakati wanazofanya nini? Wanazoishi. Watu wenye akili lazima waweze kujua nyakati wanazoishi. Wajue ni nini kinawapasa kufanya kwa wakati wenye wanaishi. Kwa hivyo lazima tuweze kuwa watu wenye akili. Ili tuweze kuwa wajenzi wanaokomboa wakati. Si Paulo anasema mkiukomboa wakati. Kwa sababu nyakati tunazoishi ni nyakati za nini? Za uovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Mungu anahitaji tuwe katika kundi la wajenzi wanaojenga kwa manufaa ya ufalme wa nini? Wa mbinguni. Na isitoshe, Yesu anazungumza katika kitabu hicho, ukisoma mstari wa 21 kabla ufike mstari huo, anasema si kila aniambiaye Bwana Bwana atakaingia katika ufalme wa nani? Mbinguni. Lakini anasema mbali. Mbali inabadilisha ile statement. Ama Kiingereza inasema basi, si ndio? Lakini Kiswahili inasema mbali. Wale wanaofanya nini? Mapenzi ya Baba aliye wapi? Aliye mbinguni. Kwa hivyo tunaweza kuwa hapa na wachani niwaambie kitu cha kushangaza. Unajua kuna kitu kingine kibaya sana. Upotee badala ya kutafutwa, usaidie wanaotafuta kutafuta wanaotafutwa. Na ni wewe umepotea. Ukwelewa kitheri kilo. Yaani kurite na nilatubetere kuria urite wabawatie kwatie wote dada. Hiyo Kiswahili inaingia vizuri. Yaani inamaanisha hivi. Unaweza potea ukitafutwa, ujoini wanaotafuta na wewe kutafuta aliyefanya nini? Hii Kiswahili inaingia vizuri. No, mbigio kueleza wange bunda huwa. Karo, wewe tunahubiri na wewe. Yaani unaweza kueleza nimemaanisha nini? Yaani unaweza tafutana na umepotea. Yaani wewe unaweza kutafutana na wewe ndio unastahili kutafuta. Huyo mtu mwenye anatafuta na niye amepotea anaweza kupatikana kweli? Unaweza patikana kama wewe umejoini wale wanatafuta na wewe ndio unatafutwa. Unaweza patikana? Hii ni fundisho ambayo ilishangaza wakati Yesu alipofundisha. Ukisoma katika kitabu kinaitwa CET 192. Dada White amefunuliwa vizuri akaanza kueleza kitabu hicho ambacho kinafundisha fundisho la Luka 17. Ni 17 ama 15? Ambayo inaongelea kupotea. Kuna mwana mpotevu, uelewe katika mstari wake wa sijui wa 15, mwana mpotevu ndiye anatafutwa kwanza, si ndio? Mwana mpotevu, huyu mwana mpotevu alipotea na akarudi, si ndio? Alienda kutafutwa. Kwa hivyo alikuwa ni mtoto wa nyumbani, si ndio? Na alipotea akatoka nje. Akaenda. So wale ni wale washiriki walikuwa hapa wakaenda. Na waliondoka na imani. Lakini ukiwakuta huko unasikia wakisema nitakuja tu. Shetani amemfunga huko lakini amepanga kufanya nini? Kurudi. Kama hatakufa atarudi. Na alafu tunaambiwa kuna kondoo. Kondoo naye alipotea. Na tunaambiwa mtoto mpotevu alipopotea yeye alijua amepotea. Lakini
akarudi katika senses zake. Wakati alipotea kukua katika senses zake, alibebwa na hisia na vitu zingine zikambeba akatoka. Unajua kuna wengine wanatoka kama wanasema mnabo sana hapa kanisani. Hasa hao vijana. Alafu anaona ile vitu ya vijana haiko hapa. Anaenda huko nje kutafuta vitu ya vijana. Anasema anaenda kukula raha. Anakula raha kabla kuja kugunduka si anakula raha, ni raha inamkula. Sasa anarudi kama amechakaa. Kuna wengine wanaenda wakirudi wanarudi wakiwa na majeraha. Wakiwa na alama za nje. Wanakuwa na alama za shetani. Na kuna wengine wanarudi hawana alama ya shetani, Mungu amewahifadhi huko nje na wanafanya nini? Wanarudi tu wakiwa salama. Alienda na akafanya nini? Na akarudi. Lakini tunaambiwa kondoo ilipotea. Na ilipopotea, kondoo ilijua imepotea lakini ikujua kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utije ng'ombe yake akora hata kusema mbuzi, alisema kondoo. Ilipotea, ilibidi mchungaji achukue safari. Atengeneze viatu vizuri. Aende kichakani, aitafute. Na anapoiona hata yeye ndiye anaibeba, anaweka kwa mabega, anarudisha kwa boma. Lakini ya kushangaza kabisa hii yenye nilikuwa nayo hapa, yenye imefanya niwaambie, unaweza potea na ujoeni wanaofanya nini? Wanao kutafuta aliyepotea. Hiyo ndio ile situation ambayo ni mbaya sana katika kanisa la Seventh-day Adventist. Kwa sababu hujajenga vizuri na uko hapa na unaamini msingi wako ni imara na una haja ya kurekebisha, na hata tukienda kutafuta watu huko nje waende mbinguni, unatujoini kuenda kutafuta, tunaenda tunatafuta na wewe, wanakuja na wanaanza kutengeneza character, bado una remain, bado unaendelea kutafuta wengine, lakini wewe Ubadilike. Haleluya. Hii nauma. Hii tunahubiringi hapa ndani, hatuhubiri huko nje. Umeelewa kenye nasema? Lakini yaani uko hapa, kuna vitu za dunia na unajua uko nazo, lakini hujaamua kuachana nazo. Lakini uko wapi? Hapa. Lakini pia unatafuta watu wenye wako na hizo vitu zenye uko nazo wewe. Inaeleweka Hiyo ni hali ambayo ni mbaya sana. Na ndio ninasema ya kwamba sasa ile mbaya zaidi ni mfano wa tatu wa shilingi inayopotea. Shilingi imefanya nini? Inapotea. Na ndio sasa inaleta sura kamili. Na inapotea ndani ya nyumba. Na inapotezwa na mwanamke. Ako wapi walimu unabii? Joshua ako wapi? Joshua ako hapa. Ndiye alikuwa anatufundisha unabii. Katika unabii mwanamke ni nani? Kwa sababu Yesu alitoa mfano, na mfano ni unabii anatoa, si ndio? Si mlituambia katika kama hakuna mifano, kwa mifano hakuna kitu kingine Yesu alizungumza. Na aliongea siri za ufalme wa wapi? Wa mbinguni. Huyo mwanamke anasimamia nani? Ananiambia mwanamke ni kanisa. Na mwanamke amepoteza shilingi ndani ya nyumba. Na kama mwanamke ni kanisa, hii imepotelea ndani ya nyumba ya mwanamke. Mwanamke ni nani? Si ni kanisa? Kwa hivyo ni nini imepotelea ndani ya nyumba? Ya thamani. Alafu hata niwaulize, shilingi ni chuma, si ndio? Inajua thamani yake? Bwana Yesu asifiwe. Shilingi ni che value yayo kana iwo che value yayo. Umwe korake watavali shilingi no amenya value shilingi kenda utomechoa. Imwe koro? Na torero nene pure tukero ate. Shilingi yarekia kura. Shilingi yarekia kura. No mwanga mwekoro ere nyumba. Huyu mwanamke inambidi afagie nyumba. Sasa kwanza sikizeni hii kitu. Wale wako na kitabu inaitwa sikuambia flood ni hukumu ya Mungu. Ninakuja hukumu. Utasoma katika kitabu inaitwa CT 63.3. Dada Waiti ameeleza vizuri. Flood ni ndio inakuja kuangusha kila kitu. Kukuja kupima mizani yako, kwa sababu inakuja na Mungu mwenyewe. Sasa inatuambia ukisoma katika hii Christ Object Lesson COL, wale wako na hiyo nini, unaweza soma hapo kidogo. Hii ndio tunamaliza nayo.
Hiyo itachukua dakika 3 tu, kama itapita hiyo masaa kidogo tutakuwa tumemaliza. COL 93.3 muende hapo. 193 yeah. 193.3 inasema hivi. Nitawaelezea kidogo tu ile mahali ambapo Kizungu ijanifinya sana. Inasema the parable like a preceding set for the loss of something which with the proper search may be removed. Ni hapo ama nianzie juu kidogo? Waje nianzie 2. Point 1. Anzia 193.1 ndio iweze kueleweka. Inasema the wife marriage portion usually consistent a piece of money. Mwanamke akiwa katika utaratibu wa ndoa, kulikuwa na matunguro ya pesa ilikuwa inapeana katika culture ya Mashariki ya Kati ama Middle East, huko pande ya Jerusalem, Palestine. Bwana asifiwe. Kuna mapeni ilikuwa inapewa mwanamke mwenye alikuwa tayari katika ndoa. Na hayo mapeni angeyatunza, kwa sababu angepoteza moja, harusi iendelee. Tunaelewana hii inasimamia mwanamke pia ana mapengele, na matungulu haya anapewa ni 10. Kwa nini si zaidi ya 10? Lakini yana sehemu ngapi? 2. Moja inasimamia mapengele ya 10 ambayo ni sheria 10, kwa sababu kanisa la Mungu lina sheria ngapi? 10. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Wasishikao nini? Amri za Mungu. Na nini nyingine? Kwa si amri peke yake, kuna vitu vingi. Kwa hivyo kuna hii 10 inasimamia vitu vingine. Lakini kwa upande ule mwingine inasimamia pia karakta ya watu. Ataelezea yani kuna tabia ya watu inasimamia. Anasema hiyo mapeni yalikuwa yatunzwe sana, which she carefully preserved as a most cherished possession. Na hizo vitu msichana yeyote alikuwa katika hali ya ndoa alikuwa anavitunza sana, kwa sababu ndio zinapima uangalifu wake. To be transmitted to her own daughters. Na hiyo vitu pia anapokuwa nazo, akai nazo peke yake, anapodumu wasichana wake wanapokuwa wakubwa, anahakikisha pia wamezipokea. Kwa hivyo atakaa nazo, kumaanisha kuwa ananyang'anywa. Akiolewa yeye anahakikisha pia amepewa wasichana wake pia waweze kuwa na hiyo tabia. Kwa hivyo lazima hii sheria 10 iachi mahali ilipeanwa inaenezwa. Tunaelewana Alafu anasema hivi. So nataka kwenda kwa pointi ambayo inaongelea sasa washiriki wa kawaida. The loss of one of this piece will be regarded as a serious calamity. Kupoteza moja ya hizo inaweza kuhesabiwa kama janga kubwa sana. Bwana asifiwe. Yaani kupoteza moja ya hizo ingehesabiwa kama janga ambao ni kubwa sana. Alafu inasema hivi. And its recovery would cause a great rejoice in which the neighboring woman would ready to share. Yaani ingepotea moja alafu aitafute aipate, ilikuwa inafanywa sherehe na anaita majirani kusudi wakuje kusherekea, kwa sababu ilikuwa ni uhusiano wake wa kifamilia. Alafu tunaambiwa hivi, when she had found it, Christ said, she called her friends and her neighbors together, saying, rejoice with me, for I have found a piece which I had lost. Likewise, I say unto you, there is joy in presence of angels of God over one sinner that repented. Anasema hivyo ndivyo kunavyokuwa na furaha mbinguni kwa mmoja anayefanya nini? Aliyepotea kupatikana. Sasa nimefika kwa ile nilikuwa nawaambia, sasa ndio niweze kuwaambia. The parable like the preceding set for the loss of something which with the proper search may be recovered, and that with great joy. But the two parables present in different classes. Kwa hivyo kuna mfano wa kondoo. Sasa narudi tena kwa ile mfano ya kondoo ya kondoo iliyepotea na ya mwana aliyepotea, lakini anasema hizo zote zinafundisha kategoria ya watu wangapi? Wawili.
Kuna kitu ambayo inapotea hapa. Alafu inasema the loss of a sheep knowing that it is lost. Anasema kondoo ilijua imefanya nini? Kondoo ilijua ilifanya nini? Ilipotea. And it cannot recover itself. Kondoo yenyewe ilipopotea haingeweza kujitafuta. Alafu inasema hivi. It represents those who realize that they are separated from God and who are in cloud of perplexity. Yani inawakilisha watu wanaojua wamepotea lakini wako miongoni mwa nini? Mwa changamoto. Yani wako katika changamoto. Yani hizo changamoto zinamzuia asifanye nini? Asirudi. Si tuko na watu kama hao. Wamepotea lakini wanajua wacha nimalize hii kitu kwanza ndio nirudi. Yule analinganishwa na kondoo. Lakini mwana akienda anarudi mwenyewe. Sasa tunataka kuangalia ya coin. Ile niliwaambia sasa ya coin ndio iko na shida mingi. Alafu inasema hivi. The lost coin represent those who are lost in trespasses and in sin, but who have no sense of their condition. Hebu sikiza hatari. Wako kanisani na wamepotea, lakini hata hali ya kupotea wakiwa ndani ya kanisa hawajui. Wanaweza sifiwe. Kuna watu kama hao. Be kanisa ile batiji kizira yuko bawitaji na baiko be kanisa ile. Na batiji nya zamani yo bandio batiji. So, anto bawitaji that research ile hata na bera kwa atire. They are estranged from God, but they know it not. Wao wenyewe wako kanisani lakini wametenganishwa na Mungu lakini hawaelewi hali yao. They are so unpelled, but they are unconscious and unconcerned. Yani hawajielewi na hata hawana shughuli. Wanaweza sifiwe? Amen. Hawajielewi na hawana nini? Hawana shughuli. In this parable, Christ teaches that even those who are indifferent to the claim of God are subject to pitying love. Hata wale wameitwa kwa jina la Yesu wako katika hiyo group.